Baba yetu Raila Amolo Odinga, the former prime minister kwa nchi yetu ya Kenya, alijoin the government. Mimi nataka kusema hivi, kama baba unapenda watu wako, ulikuwa na manifesto kabambe, ulikuwa umetuambia free education, 6,000 na baba care. Chukua hiyo manifesto yako, pea Ruto, tukupe namba yetu ya Mpesa, ututumie 6,000 yetu. Vijana oi! Vijana ria! Vijana tibim! Vijana oi! Number 2, chukua hiyo manifesto yako, pea Ruto, tutumie bure. Kwa sababu ni agenda ulikuwa umetuambia na uko ndani. Chukua hii agenda yako, upe Ruto, uunganishe watoto wetu wasome free. Wasifukuzwe school fees from nursery to university. Si tuko sawa nyinyi wananchi? Si baba wako ndani? Na sasa alikuwa na manifesto na alikuwa ametuahidi 6,000 free education na baba care. Achukua apatie Ruto au manifesto wakuje kwa Ruto, tupate 6,000 tusome free na tutubiwe free. Hapa nimesema mbaya? Si baba wako ndani? Sasa tutagonjeka tukate fine na baba wako ndani. Na sisi ni watu wake. Tunataka tutibiwe free kwa sababu baba wako ndani. Si ndio? Number 2, nataka niseme hivi, nyinyi wananchi nyinyi wenye mko hapa, Kenya iko na shida. Kenya iko na shida 90%. Na jana mliona mkubwa wa majeshi akitoka akasema ya kwamba atukisema Ruto must go utashikwa. Sisi tuko sawa tuwekwe ndani. Kazi ya kusema Ruto must go sio ya Wairiri. Kahiriri ama Wairiri. Hiyo sio kazi yako. Hata Ogola alikuwa hapo. Mwanajeshi yoyote hafai kuhusika na siasa. Nyinyi ni kulinda nchi yetu ya Kenya. Na mimi nataka niwaambie, katika jeshi yetu ya Kenya tuko na shida. Kama wewe ni Mjaluo, Mkikuyu, Mkisii, Mkamba, uko na shida pale kwa jeshi. Kuna wengine wanajeshi nimemeet nao leo. Hairiri alienda peke yake kuongea hiyo kitu. Kwa sababu Ruto anataka kwenda Mount Kenya, anajua Mount Kenya wataiba Ruto must go, anataka kienda huko wasiimbe Ruto must go. Ruto must go home. Hairiri, I want to tell you, Ruto must go home. Ruto must go home. Upende usipende. Wewe, keep quiet. Mimi nataka niseme hivi. Mimi kama Nuru Okanga, sisi kabila zingine tuko na shida. Ruto amefuta watu wetu pale kazi, amenyang'anya vyeo watu wetu, amepea watu wake. Na sisi hatuwezi kubali ati mwanajeshi akuje kudictate, tuambie wewe Hairiri ulikuwa umepanga nini? Kazi yako sio kazi Hairiri. Keep quiet. Kairiri. Kairiri. Kahairiri. Hairini. Hairini ama Kairiri? Hairini. Kairiri. Hairini. Nataka niambie Hairini. Wewe Kairiri, kazi yako sio kuongea politics. Kazi yako ni kwa keep quiet please. I'm end up. Order. Nataka niambie mkubwa wa majeshi ya kwamba kazi yako tangu independent mwanajeshi hajai husika na siasa. Wewe uko kwa mshahara na unakula zaidi ya 3,000,000. Sisi hatuna mshahara. Na sisi tuko na right ya kukosoa government kwa sababu sisi ndio tumefinywa. Hiyo kitu Ruto ndiye alikuambia ukuje utupatie message. My friend, tuko na wewe bamba kwa bamba. Ukitaka, nimesikia umepiga kule simu US
ukaambia jamaa atutatuma DCI ama intelligence wakujwa ni made. I'm ready. Mimi siogopi. Who is Kairiri? Kairiri ni nani? Kairiri sana pumua. Si pia mimi napumua. Sana vaa longi. Si pia mimi navaa longi. Sana kojoa. Si pia mimi nakojoa. Sana pupu. Si pia mimi napupu. Sana lala juu ya bibi. Si pia mimi nalala juu ya bibi. Si bibi yako ako na matiti. Si pia bibi yangu ako na matiti. Yeye ananishindia pesa na kirauni peke yake. Hakuna kunyoria. Na huyu president nyinyi watu wa Mount Kenya ndio mmelileta. Na sasa mnatuambia tutanyoria. Nyamaza tuwatetei. Nyamaza. Mr. Speaker, nikimalizia kwa big respect. Nataka niambie maaskari wetu wa Kenya na wanajeshi. Nimezungumza na nyinyi, wengine wameniambia waingie TikTok kwa kupenda kwao. Wanaingia TikTok kwa sababu mshahara pia imekatwa. Nataka niambie Ruto, nyinyi polisi na jeshi, mmeniambia mnangojea 2027 mlinde kura ya Kalonzo Musyoka kama ya Matiang'i. So mmeniambia nyinyi polisi na msikuje kunishika. Juu nyinyi ndio mnanipea information. Nyinyi. Na nikishikwa leo, tafadhali DCI Nurdin Haji, chukua simu yangu, chunguza polisi wale wamenipigia simu. Kwa sababu imesemekana Muluya, Mukamba, Mukisi, Mjaluo akiongea anafutwa kazi. Wanaweka Mkalenjin. Hapa kwa maidi, Wakalenjin wamejaa. Hapa. Wakalenjin wamejaa kwa ofisi. Ukienda hapa Buruburu, Wakalenjin. Ukienda hapa Matopeni, Wakalenjin. Idara yoyote inahusika na pesa, Ruto hataki kuweka kabila ingine. But Ruto, I want to tell you, nataka nikuashue, coming 2027, believe me, upende usipende, utume Kairiri, usitume Kairiri, utume sijui Nurdin Haji, usitume Nurdin Haji, pack and go home. Nikimalizia Mr. Speaker, for big respect, nikimalizia, mimi nataka niseme nyinyi wa Kenya, katiba yetu inaruhusu watu kujieleza. Saa hii Mr. Speaker, venye tunaongea, wanafuata Babu Owino bamba tubamba. Wamewacha Waluka mwenye aliiba 300 billion. Wameacha Anne Waiguru mwenye aliiba. Pia Ruto mwenyewe amejisahau, alikula 700 billion. Kuna mtu mwingine akaapa, Kaboko. Huyu Kaboko. Hii bunge ndio kusema ukweli. Kama parliament imeshindwa kuwakilisha wananchi, hata kama wewe kwa serikali, ukileta mchezo wewe utatoka hapa mbio. Tukudanganya. Sisi kama Wakenya tunapitia maisha ngumu. Na Babu Owino hata hajaiba 10 bob. Mukitaka kufuata Babu Owino, mshike Mudavadi alikula embassy, Wetangula alikula embassy ya Kenya. Mudavadi aliuza makaburi hapa, Kalonzo wewe unajua. Mudavadi mpaka anauza shamba ya marehemu kuzikwa. Anauza. Huyo si Mluya. Sisi Waluya tunaogopa maiti. Kama Mudavadi anaweza uza shamba ya maiti, huyo sio Mluya. Tunasema hivi, tafadhali Mr. Speaker,